Dada, habari? Safi, mambo? Poa. Za kwako? Nzuri. Za muda mwingi? Nzuri. Samani? Bila samani. Sawa. Ningependa kufahamu jina lako vile, sababu ni muda mrefu hatujaonana tena. Naitwa Kidawa. Oh, Kidawa. Sawa. Hapa kijijini unaishi kwa nani? Naishi kwa Mzee Masunga. Kwa Mzee Masunga pale kumbe? Kidawa. Mimi naitwa Mlekwa. Naitwa Mlekwa. Nadhani ni maarufu sana hapa kijijini. Ndio. Na yani ukiuliza ni Mlekwa hapa kijijini, unanipata kwa haraka. Samani Kidawa. Bila samani. Nilipenda tuwe marafiki mimi na wewe. Hapo ni habari mpya. Hapo ni sura. So kama ni habari mpya. Najua hapa kijijini wewe ndio umekuwa ni rafiki wa kwanza kabisa kuonana na wewe. Na umekuwa ni rafiki wa kwanza wa kike, umekuwa karibu na mimi kwa muda mrefu. Alafu umekuwa ni binti mbani nzuri kwa muonekano, mtazamo, yani nzuri kabisa. Kidawa. Mimi nilikuwa naelekea kwa Mpejiwa. Ndio. Ndipo sasa nilikuwa naelekea. Sawa. Ile hasa safari hii kidogo naomba niairishe. Nawahi nyumbani. Unawahi nyumbani? Ndio. Sawa. Lakini kama nilivyotangulia kukwambia, nahitaji urafiki na wewe. Wewe ndio uwe rafiki yangu hapa kijijini. Na wewe ni rafiki ambao umekuwa namba moja kabisa hapa kijijini kwetu. Na kwa muonekano ambao uko nao hapa, hamna binti wa aina yoyote ambaye ana uzuri kama wako. Unaelekea hivi? Mimi naenda. Nachelewa nitakupa tu jibu. Yaani umesababisha mpaka safari yangu nimeahirisha. Odi hapa. Mama. Karibu mwanangu Chongole. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo za hapa nyumbani. Nzuri, habari za huko? Salama kabisa, wazima. Naona naandaa masuala ya msosi. Niko naandaa hapa mahindi. Ndio. Sawa. Na kiu sana. Mimi nisaidie kwa maji ya kunywa ndani huko. Maji ya kunywa? Beaka mwanangu. Msaidie kakako Chongole maji ya kunywa. Kaka yake. Poa. Mzima, shika kaka. Safi. Napendeza sana. Unaenda shambani kweli wewe? Naenda. Kuna mlimaji kweli hapa? Wewe mimi nalima, tena shika jembe vizuri sana. Kweli? Haya sawa. Nashukuru. Asante, maji ya baridi kweli. Ya kwenye mtungi? Umetosha? Ni hapo kwenye mtungi haya. Hapo nakubali. Nimekuja bana hapa nilikuwa namuulizia ndugu yangu. Nimemkuta? Pejiwa? Hapana, hayupo. Hayupo? Hayupo. Lakini alikuwa hapa sasa hivi, labda kaenda huko polini kule. Tunamjua tu. Kwa kweli kwa heka yule bwana yuko vizuri. Sasa akija mwambie kwamba bwana Chongole alikuwa amekuja hapa na kutafuta. Na kama itawezekana aje nyumbani kule na shida naye. Sawa mwanangu. Haina shida, mimi na watu. Haya, safari njema eti. Haya mwanangu. Paulina. Ndugu yangu yupo nyumbani? Maswali yako mjinga hayo. Kauliza wapuuzi wenzio huko. Sio kuniuliza mimi. Ila kwa majibu yako ya kijinga hayo, iko siku utakuja kuniomba msamaha. Nafurahisha. Ngoja niweke na ndoo chini. Nikombe msamaha wewe kama nani? Unadhalau sana wewe. Ila iko siku. Unadhalau sana.
Unadharau sana wewe. Wewe ni nani? Nimekuja kukuonya. Sitaki unifuatilie mambo yangu. Pembejo, wewe ni nani? Simjui. Umjui? Mama. Be, karibu. Asante mama. Shikamoo. Mala, baza huko nyumbani? Ni nzuri. Habari za hapa nyumbani? Karibu sana mwanangu. Asante sana mama. Karibu. Asante. Chongole nimemkuta? Yupo. Chongole. Chongole. Naam. Kuna mgeni wako huku. Tena. Si uje? Yaani kakako huyu naye. Konde. Funguka rujo hapa nani bata. Mpejiwa. Karibu tu bwana. Bwana ikaweka sawa kwa mambo yangu maswali gomba hapa. Karibu sana. Karibu sana bwana. Asante sana nashukuru. Habari za nyumbani? Asante sana nashukuru. Mambo yanaenda lakini. Namshukuru Mungu sana. Karibu sana. Asante. Habari za nyumbani? Ni njema. Sisi tupo. Asante. Tupo hapa. Tuko na mama Chongole hapa. Ndio. Habari za nyumbani? Ni njema. Karibu. Nilikuta ujumbe umefika nyumbani. Kuna siku nilikuja kukulizia nyumbani nikakuta haupo. Ndio. Ila nikatoa taarifa kwamba utakapokuja Ndio. unifikie hapa. Sawa. Sawa. Na ndio maana nimekuja. Jambo jema. Ndio. Ndio maana mimi nakupenda kwa sababu ni mtu ambaye anatekeleza wito. Asante sana. Asante sana. Asante sana nashukuru. Sasa. Tamani mwanangu. Unaenda kazianua hizo nguo. Kuna ndoto huwa inanisumbua mara nyingi sana. Ndoto gani? Lakini kwa sababu nimeona wewe ni mtu wangu wa karibu, ni vyema zaidi nikwambie. Kuna ndoto huwa inanijia mara nyingi sana ninapokuwa nimelala usiku. Inanisukuma nikwambie kwamba wewe unatakiwa uende makaburini. Kaburini? Kaburini. Kwani wewe ulijui hili? Mbona hiyo ndoto na mimi inanikuta mara kwa mara sana? Inakukuta? Naambiwa kwamba nenda kaburini, kuna vitu vitatokea, yani vitu vya ajabu sivielewi. Inawezekanaje? Unajua, yawezekana hii kitu ni serious. Kwa sababu kweli ukizingatia wewe, mimi na wewe ni watu wa karibu sana. Yawezekana kweli unajua kuna mtu kuna kitu inaweza kikaja kwako kwa ajili ya kumuonesha jirani yako au mtu wako wa karibu. Kwa hiyo naona msingi zaidi, hebu lifanyie kazi hili jambo. Je, upo tayari kunisaidia? Nipo tayari. Kabisa. Muda wowote, hata wakati huu mimi niko tayari kwa ajili ya kusaidia umalize hili jambo. Basi tulifanye leo. Kama inawezekana jiandae tuondoke. Mimi sijiandai. Hivi tunaondoka mpaka tunafika tunamaliza hilo jambo. Kwani kinashindikana nini? Vizuri. Tuondoke. Mama, ngoja nije mara moja sasa. Naenda wapi tena? Ngoja nimtoe mpejiwa mara moja hapa. Mpejiwa. Naam mama. Salimie dada. Sawa mama. Karibu tena. Asante, mimi niwakimbie mama. Hamna shida. Asante. Monde. Karibu nyumbani. Unaona sasa? Ndio. Inabidi tulifanye hili jambo kwa haraka zaidi. Mama naenda kuanua nguo nikamsikia kaka Mpejua na Chongole wakiongea kuhusu habari za kwenda makaburini. Makaburini? Hata ameota ndoto sijui anamwambia aende makaburini. Hivi wewe ni taireti? Yaani wasubiri watu wanaondoka ndio unanipa taarifa. Sasa mimi ningekwambiaje wakati wako hapa? Haya. Sasa unaenda?
Kidawa, Abe, habari za sasa hizi? salama tu za kwako? Nzuri. Umekuja muda mrefu hapa nyumbani kwangu Yaani Mlekwa, tangia saa 4 mpaka sasa hivi saa 7. Umeenda wapi? Ni kweli nilikuwa nimetoka kidogo na nilikuwa nimeenda kwenye mzunguko yangu. Na vipi kuhusu haya mabegi haya? Nashangaa tena Mlekwa. Nimeamua kuja tuishi mimi na wewe. Muda wote nakuwaza, sifanyi kazi zangu na kufikiria wewe tu Mlekwa. Nitakaje mwenyewe peke yangu jamani? Nimeamua kuja tuishi wote, nimeshindwa. Kile Kidawa, mbona ghafla sana? Ghafla? Kidawa. Hivi kumbe umekaa muda mrefu hapa nyumbani Na moyo wangu muumia sana, mume wangu sana. Mbona pressure nishafika mkeo, sawa? Umeanza mambo yako. Hizo tabia afu hizo tabia hizo za kuona kuja kwangu bila kunitaarifu kwanza. Kuna siku utakuta mimi sipo. Muone. Ndio unakwenda lala. Hebu twende ndani. Sasa mlango kukumisi wewe. Hebu twende ndani kwanza mwanangu. Jamani, hiyo ndio jamani. Unajua katika vitu ambavyo najiuliza, ni kipi kinachoendelea? Kuna siri gani katikati hapo Mpejiwa? Kitu ambacho na ujui, mama aliniambia kwamba baada ya babangu mimi kufariki, wakati hajafa, babu alimwambiaje aje awahi kuja nyumbani, kuna kitu hajamkabidhi. Lakini kabla hajarudi, babu alizidiwa sana. Hata amezidiwa sana. Akasema hivyo vitu nitavilisi mimi. Ina maana kuna kitu ambacho nitakiwa nikakiombe kule kaburini. Unaona? Nikakiombe kile kitu kaburini, nikaombe vitu pale kaburini. Vitakavyotokea hivyo vitu nivichukue na nivivae. Hapo mambo yangu yatakuwa sawa. Hata chanzo cha kuwaka moto kule duka langu, chanzo ni hicho. Unajua mimi hii ndoto sio zaidi ya mara moja. Najiuliza mbona hii ndoto inanifuata? Kumbe ni vile tu bana, mimi nayo tuna ukaribu sana. Unajua nakuta najiuliza sana mara kibao kwamba hii ndoto inakuaje inanifanya. Lakini kama ni hivyo Mpejiwa, kitu cha msingi ambacho unatakiwa kifanye ni wewe kwenda kufanya mchakato kiasi kwamba hili swala liishe. Yawezekana, manake Waswahili wanakuambia kwamba sisi, mfano wazee wetu waliishi katika mifumo ya maagano. Ndio. Na nafikiri hiki ndicho kinachotutesa hadi leo. Hata mimi nimehisi hivyo. Kwa sababu ukizingatia swala la wewe kuungulia dukani, misukosuko, changamoto, haya ni masuala ya maagano. Na katika vitu ambavyo vinatuasili sisi ni masuala ya haya ya mila. Ndio. Unajua wazee wetu zamani walikuwa wanaabudu sana haya masuala ya kitamaduni na masuala ya mila. Ndio maana leo tunahangaika, usipofuatilia ndio maana yanatokea yanatuasili sisi watoto. Wewe unafikiri kama hilo swala la duka sasa imetokana tu haya masuala ya sababu ya masuala ya kimila, kitamaduni. Sisi zamani watoto walikuwa wakizaliwa, ndio mzee anamuita jina la ukoo, babu wa ndani wanaangalia. Lakini sisi utasikia mtoto amezaliwa utamuita jina tu la mara Kevi mara nani, majina ambayo hayaeleweki ya ajabu. Ndio maana mtoto anaugua anahangaika kwa sababu ya haya aise, pole sana bwana. Mimi nilikuwa najiuliza ni kwa nini inatokea hii kitu. Kumbe ni kwa sababu ya masuala ya mila. Zingatia. Nalifanyia kazi. Jambo muhimu sana, zingatia. Na iwe. Karibuni wanangu. Asante mama. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Jambo za hapa? Nzuri, habari za huko? Salama kabisa. Umemwona mwenzio? Si unajua yule lazima tuonane ndugu yangu. Sasa ndugu yangu, ngoja nikachukue vile vitu. Mama noma. Haina shida.
Ah, Kachongole. Naam. Shikamoo. Malaba, mambo? Habari za hapa? Poa. Naona unaenda kuchota maji. Naenda kisimani kuchota maji. Sawa, hamna shida. Aya, karibu. Asante sana. Aya. Babu, nimekuja mimi mjukuu wako. Ninakuomba babu, unikabidhi kile ambacho wewe unaona ni sahihi. Maana mambo yangu yameweza kugoma kabisa. Kijiji kinalana. Tutafanya nini sie? Kijiji kinalana. Kijiji kinalana. Watu wamepotea, watoto wanapotea.